Bwana Yesu apewe sifa. Karibuni katika kipindi hiki ambapo Mungu wetu ametupa neema tena kwa mara nyingine tuweze kusogea mbele zake, tuweze kulisikia neno lake ili liweze kututia nguvu na kutuwezesha kuweza kusonga mbele katika ushindi na katika mema yote yale ambayo alikuwa ametuandalia. Watu wengi huwa wanaamua kuacha njia njema, njia yenye kuwapeleka kwenye ushindi au kwenye uzima wa milele kwa sababu ya kuogopa majaribu yale ambayo wanakutana nayo. Unaweza kukuta mtu akaiacha kazi ambayo ni njema, au akaiacha biashara yake nzuri, au akaiacha ndoa yake, akaamua kuachana na mwenza wake, na kwa sababu tu ya kukwepa kusongwa na majaribu na vita ile ambayo anakutana nayo. Lakini hebu tuangalie maandiko matakatifu yanatuelekeza nini kuhusiana na hili. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 13 na wa 14, maandiko matakatifu yameandikwa hivi: Ingieni kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kupitia mlango huo. Bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao waionao ni wachache. Andiko hili maana yake ni nini? Jambo lolote lile jema ambalo unataka kulifanya au umepanga kulifanya au ambalo unalifanya ambalo linakupeleka kwenye mafanikio, kwenye ushindi, kwenye baraka na kwenye uzima wa kimungu, huwa linakuwa limesongwa sana, linakuwa linakutana na upinzani mkubwa, majaribu mengi na maadui ni wengi. Na anayeinua upinzani na majaribu na ugumu huwa ni Shetani, kwa sababu Shetani yeye hapendi twende njia ambayo iko sawa itakayotuwezesha kuona ushindi sisi ambao tunampenda Mungu. Kwa hiyo yote Mungu ambayo anatuandalia au ambayo ametuletea, Shetani anajaribu kutupiga vita, kutuzuia kuweza kuyafikia au kuyapokea. Makusudi ya Shetani ni kwamba tuiache ile njia ya kimungu ili twende kwenye njia ambayo ni ya upotofu, ili tufuate miongozo yake ambayo ni ya upotofu, ili tuweze kwenda mautini. Lakini Mungu yeye anatupenda, na ndio maana anatukumbusha siku ya leo kupitia Roho yake Mtakatifu ya kwamba tuifuate njia ile ambayo ni nyembamba, imesonga. Jambo lolote unaloliona ni jema unalifanya na unafuata mwongozo wa kimungu, usiogope majaribu, usiogope upinzani, usiogope vita, usiogope maadui, kwa sababu hao wanakupiga vita wakijua kabisa kwamba njia unayoifuata ni sahihi na mlango unaoingilia unakupeleka kwenye uzima, unakupeleka kwenye mafanikio, unakupeleka kwenye ushindi. Iwe Mungu amekubariki na amekupa kazi nzuri ambayo ina mafanikio, ujue kwamba hiyo kazi lazima itakutana na vita, lazima utakutana na maadui na upinzani, na wengi watajaribu kuondoa katika hiyo kazi. Kwa sababu gani? Inakuletea mafanikio au itakufanya usimame sawa sawa mbele za Mungu. Iwe ni biashara nzuri, kama biashara hiyo Mungu ndiye amekuongoza uifanye na inakwenda kukupa mafanikio, inakwenda kukuinua, lazima utakutana na upinzani, lazima utakutana na maadui, lazima utakutana na vikwazo vingi vya kukuzuia kufanya biashara hiyo. Iwe ni ndoa ambayo ni njema, lazima utakutana na upinzani mkubwa, na jambo lolote linalohusiana na ndoa huwa lina upinzani, kwa sababu Shetani hapendi mambo mema, Shetani hapendi baraka, Shetani hapendi watu wafanikiwe, Shetani hapendi familia. Shetani huwa hapendi familia ziweze kuwa imara, ziweze kuwa na mafanikio, ziweze kuinuliwa. Hapendi watu wawe na maisha marefu, huwa anapenda alete vurugu, watu wavurugane na hata wafe mapema, familia zisambaratike. Hizo ndo kazi za Shetani. Kwa hiyo wewe unapokuwa umefuata njia ambayo ni sahihi ya kimungu, Shetani lazima atakupiga vita, na kusudi la Shetani ni kwamba anataka utafute njia mbadala au ufuate njia yake yeye ambayo itakupeleka kwenye upotevu, au itakao kufanya umwache Mungu, ufuate utafute msaada kwake au utafute utetezi kwake. Lakini mimi ninakwambia, simama katika neno la Mungu, muamini Mungu na yeye atakutetea. Majaribu hayawezi kuacha kukosekana, yataendelea kuwepo au yatakuwepo kwa sababu Shetani yupo
na yeye ndio kazi yake. Kila siku atajaribu, kila siku atakuwa akijaribu au akikujaribu kwa njia tofauti tofauti. Lakini maandiko matakatifu pia yanatuambia katika kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 13 kwamba na yaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Maana yake ni nini? Kwamba katika yote hayo utakayokutana nayo, ukimwamini Mungu, ukimtegemea Mungu, yeye atakutia nguvu. Hayo majaribu yatapita pasipo kuleta madhara yoyote. Vikwazo vitakuja, lakini havitaleta ugumu wowote, utavishinda kwa wepesi. Vita itakuja, lakini yeye Mungu wako ndiye Bwana wa vita. Bwana Yesu yeye amesimama imara kupitia neno lake, kama alivyosema kwamba hata tuacha sisi yatima, yuko pamoja nasi. Basi yeye akiwa ndani yako atakutia nguvu. Utashinda na ule ugumu hautauona kama ugumu. Watakuja, watajipanga, lakini watasambaratika. Mungu wetu ndio aliyetuahidia hicho, na ndio anatupa ujasiri leo kwamba tusiogope majaribu, tusiogope kusongwa, tusiogope kufuata njia ile iliyosongwa. Maadamu tunafuata njia iliyo sahihi, Mungu yeye atatutetea. Hata katika imani, ukiwa umesimama katika imani ambayo ni sahihi, yenye kukufanya uweze kumuona Mungu au kuona uwezo wa Mungu au kufuata mapenzi ya Mungu, lazima utakutana na upinzani. Shetani lazima atajaribu kutaka kukuondoa kwenye msimamo wako ambao ni wa kumcha Mungu. Atataka ugeukie upande mwingine, lakini wewe usiogope wala usimtazame yeye. Endelea kuliitia jina la Mungu, endelea kuliitia jina la Yesu Kristo, endelea kumwamini Mungu wako ambaye amekupa neema hiyo ya kumjua yeye na kumcha yeye, naye atakutetea siku zote, wala hata kuacha, wala hata uacha mguu wako usogezwe, bali atakupigania siku zote, atakushindia siku zote, atakubariki na kukufanikisha na kukufikisha katika uzima wa milele. Utakula mema ya nchi ukiwa unaishi hapa duniani, lakini pia na uzima wa milele utakwenda kuwa nao. Mungu wetu ndio alichotuahidia hicho, na hicho ndicho anakwenda kukitenda. Simama imara na umche Mungu siku zote, usiogope, uwe mshindi. Mungu akutetee, Mungu akuinue, Mungu akuimarishe, Mungu akupe ujasiri, Mungu akutie nguvu, Mungu akuwezeshe sawa sawa na neno lake, katika jina la Yesu Kristo, amen.